tunayo miradi 13 ya uwekezaji kutoka makampuni ya Urusi yenye thamani ya mtaji dola za Kimarekani milioni 401 tayari tunayo hapa Tanzania. Kwa hiyo tunatarajia ziara hii na hayo tuliyoeleza yataongeza sana uwekezaji. Pili, katika kuhitimisha, kama nilivyosema, tutasaka fursa za biashara na uwekezaji popote duniani. Ili nitaka nisisitize, popote duniani tutakwenda kusaka fursa za uwekezaji. La tatu, katika kuhitimisha, nilisema hili kifalsafa kidogo, ni kwamba Urusi hii mnaiona na wakati wa Soviet Union, kwanza mjue Urusi ni taifa kubwa. Saizi yake tu tunazungumzia nchi ambayo ukubwa wake ni square kilomita milioni 17. Yani nchi Tanzania iingie mara 17. Take this country times 17. So it's a big country. Uchumi wake tunazungumzia nchi ambayo uchumi wake as we speak $2.5 trillion. It is among the major economies in the world. Pamoja na matatizo yote ambayo unayasikia wanayo. So we are not talking about a small country hapa. Tunazungumzia hapa duniani kwa sasa, geopolitically speaking, wababe wapo hawa. Tutazungumzia Marekani, tutazungumzia China, tutazungumzia Russia. Hao ndio ambao na hao ndio, Urusi ndio nchi ya kwanza kupeleka mtu wapi? Mwezini. Ndio JF Kennedy akashtuka akafuatia, na baadaye China. Ndio nchi tatu zimeshapeleka watu kule mwezini. So tuzungumzie nchi ya kawaida, ni nchi kubwa. Sasa hawa Urusi walishiriki na kutusaidia sana katika kujikomboa kisiasa, political liberation. Wote mkisoma historia utaikuta hivi. Na wakati ule haikuwa rahisi pia. Walizomewa, hawakuungwa mkono na mataifa mengi tu ambayo siwezi kuyataja hapa, lakini walishiriki kamilifu. Ukiangalia UN General Assembly resolution number 1514 ndio walio push kupitisha resolution ile ambayo 1960 ambayo ndio UN ikapitisha mara kwanza kukomesha kabisa uwepo wa ukoloni duniani na katika bara la Afrika. Sponsor wake mkubwa alikuwa Soviet Union. Kwa hiyo tunachosema hapa ni kwamba kama Urusi ilishiriki kamilifu katika harakati za kuikomboa bara la Afrika kisiasa, tunadhani na muda umefika Urusi kushiriki kikamilifu katika harakati za ukombozi wa kiuchumi bara la Afrika kupitia viwanda, ambao ndio ajenda kubwa ya Afrika na ajenda kubwa ya nchi hii, industrialization, na kuongeza biashara na uwekezaji. Haya ni maeneo ambayo nadhani waandishi wa habari ni vizuri mkapata, na washukuru sana. Mungu awabariki.